Amen. Mheshimiwa Rais, siku ya leo katika historia ya Kenya, kanisa ambayo watu wengine hawaonagi kama ni kanisa ambayo Mungu amekuwa akitunenea, kanisa ambayo imesimama na serikali yako. Sisi siku ya leo ulitufungulia mlango saa 10 ndio tuingie hapa kwako. Jana tukiwa na wachungaji tulifika hapa, tukafunguliwa mlango kwa heshima, na wale askari wako walikuwa wanatuambia mjue hapa ni nyumbani mwenu. Na siku ya leo vile tulikuwa tunaingia hapa, walituambia vile huwa mnafanya mfanye. Rais anawapenda. Hapo awali hatukuwa tunasoma sana, lakini leo hata ukisikia tukiongea Kiswahili ambayo inachanganyika na Kikuyu kidogo, twakuomba kwa heshima Mheshimiwa Rais, tuwie radhi. Hatukuwa tunasoma sana, lakini sisi tunajua tukitoka hapa, sababu tumekuja kwako. Hapa tutatoka na college ya kwanza ambayo itakuwa ya Wakorino. Hata kama hatukusoma sana, watoto wetu, sababu yako Mheshimiwa Rais, umetufanyia vizuri sana, sababu umekuja na rafiki yetu ambaye amekuwa akitushikilia sana, your deputy president Kithure Kindiki. Thank you, Your Excellency. Programu yetu haitakuwa leo sana, lakini Roho akinena tusindishe kidogo. Kwa heshima yako Rais, twakuomba usikie sauti ya Roho. Tumpigie Rais makofi mazuri. Siku ya leo wale viongozi ambao wamekuwa wakishikilia hii kanisa yetu, viongozi wote wa Kenya, na Mheshimiwa Rais, hii kanisa yetu ni broad based. Kuna Wajaruo ambao ni Wakikuyu na wamesimamiwa na kasisi kutoka Kisumu. Simama kasisi, tuwapigie makofi mazuri. Hii ndio tu ile kanisa ambayo ni broad based, imetoka Murang'a ikaenda Kisumu. Hii kanisa pia tuko na washirika wetu ambao wametoka pale Uasin Gishu, wakiongozwa na askofu wetu Paul Matumo. Tupigie makofi mazuri. Mheshimiwa Rais, hii kongamano ilianza 2016. 10 years tumekuwa tukikutana kila mwaka, na leo tukifikisha miaka 10 tumekuja State House. Na wakati Roho alikuwa anaongea, Roho wa Mungu alinenea wachungaji, akawaambia nikwambie hivi, vile tu kanisa imefikisha miaka 10, pia wewe Mheshimiwa Rais unafikisha miaka 10 hii State House, kwa neema ya Mungu. Kwa heshima, leo hatutaki kuongea mengi, sababu tunataka sana kusikia kutoka kwa Mungu. Nimeona ndugu yetu ambaye tulikuwa na yeye tukianza, Mheshimiwa Moses Kuria, alifunga kilemba jana usiku. Huyu ametushikilia sana. Nataka kutoka saa hii, our majority leader Honorable Kimani Ichung'wah, wakitawala Kimani Ichung'wah, na wale viongozi wote ambao wamefika, na kuna kijana wako mmoja ambaye amekuwa akitushikilia sana, anaitwa Koge Investor Senator
Wakiambu 2027. Hao wote tutawakagua sababu tunawapenda. Lakini kabla niite ambaye watupea neno, sababu saa hii ambia jirani yako tunaenda kusikia neno la Mungu. Mwambie tunaenda kusikia neno la Mungu. Kuna kijana mmoja tu ambaye amefanya hii hata siku ya leo ikuwe sawa, ambaye tuliweka pale kwa ofisi ya creative, Mheshimiwa Dennis Itumbi. Tumie makofi mazuri. Huyu jamani ni mtu wa maana sana. Mungu akubariki. Sasa kwa heshima, ambaye nataka kumwalika ndio atupe neno la Mungu ni msomi. Sasa ni msomi, amesoma, amehitimu. Huyu ni daktari na mhubiri, anaitwa Dr. Sami Samuel. Samuel. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and the Commander of the Armed Forces. Jenerali Mkuu wa Majeshi William Samoei Ruto. Deputy President Bwana Kidiki. Na naibu wake Kindiki Kithure. All the visitors and the leaders with our President. Wale wote ambao wamemleta rais wetu. And all protocol observed. Tukizingatia protokoli zote. I realize my good friend is also here, Moses Kuria. Ninaona kwamba rafiki yangu pia ako hapa, Moses Kuria. And this man is a Mokorino today. Na yele ni Mokorino leo. But he has been with us all through. Lakini amekuwa nasi kwa wakati huu wote. Your Excellency the President. Mtukufu Rais. It is worth mentioning about the two leaders among us. Ni vizuri niseme wale wakubwa wawili ambao wako na sisi hapa. The two co-chairs. Wale wenye kiti wawili. Archbishop Gadhuo. Archbishop Gadhuo. And Sami Nene. Na Sami Nene. These people are the mind of this meeting. Hawa wawili ndio wako nyuma ya mkutano huu. Praise the name of Jesus. Amen. I want us now to get straight forward to the word. Nataka sasa tuingie moja kwa moja katika neno. Because time is not on our side. Kwa sababu wakati umeyoyoma. I'm going to spend few minutes. Na mimi nitachukua muda mchache sana. But I want to promise you that God will help you to hear his word. Lakini nataka kuwaambieni kwamba Mungu atawakubalisha msikize neno. We are going to read just one scripture. Tutasoma tu neno moja. And then we'll be able to unpack it. Na baada ya hapo tutaweza kuizungumzia. And God will bless us. Na Mungu atatubariki. 1 Corinthians. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Chapter number 16. Sura ni ya 16. And verses number 8 to 12. Mstari wa 8 mpaka wa 12. Amen. Amen. Na nitasoma. Lakini nitabaki hapa Efeso mpaka siku ya Pentekoste. Mlango uko wazi kabisa kwa ajili ya kazi yangu muhimu hapa, ingawa wapinzani nao ni wengi. Timotheo akija, angalieni asiwe na hofu yoyote wakati yupo kati yenu, kwani anafanya kazi ya Bwana kama mimi. Kwa hiyo mtu yoyote asimdharau, ili msaidiane aendelee na safari yake kwa amani, ili aweze kurudi kwangu, maana mimi namngojea pamoja na ndugu zetu. Praise the name of Jesus. Bwana asifiwe sana. I will allow my brother to sit down so that we can save time. Nitamruhusu ndugu yangu aketi ili tuweze kuokoa muda. I have realized the president handles a lot of variables, and maybe after this he has a lot of things to say. I wanted to say this, Your Excellency the President. The book that we have read inaongea kuhusu Mtume Paulo. Mtume Paulo alikuwa mtu wa maana sana katika kanisa la Kristo. And I would
like to speak on this simple topic. Stay in Ephesus to accomplish your mission. Yes. 1 Corinthians chapter 16, verse 8 to 12. Paulo alienda huko nchi ya Korintho. And when he was going there, he had to pass Ephesus. But when he got into Ephesus, the Bible says that God opened a door for him. And verses number 8 talks of the decision that was made by Paul. Paul said, I will stay here in Ephesus until Pentecost event is over. The topic is, we have to accomplish what God has given us. But you cannot accomplish your mission on the air, but you accomplish a mission somewhere. This time around, Paul is in Ephesus, and he noted that God wanted him to accomplish his mission in Ephesus. And therefore he excuses himself and say, I will not come to Corinth, but I will stay here. Your Excellency the President, we are here to encourage you today that you must accomplish your mission. And there is nobody who is there to tell you otherwise, because your mission must be accomplished, but not by all people, but you in particular. Just like Paul says, sitakuja Corinth, nitakaa hapa kwa sababu Mungu amefungua mlango na nataka kutimiza yale amenifanya nifanye. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Now, something very amazing is that when Paul decided to stay in Ephesus,